Lakini pia katika mambo mengine ya kuzingatia ni mtu kuzizingatia nyakati bora za maombi, kama vile wakati wa usiku, mwisho wa usiku, kadhalika siku ya Ijumaa, hasa katika saa za mwisho katika mchana ule wa Ijumaa, jioni kabla jua kuzama, pale pana saa ambayo mtu akiafikishwa saa ile akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi maombi yake yanakubaliwa. Wakati wa kunyesha mvua yanyesha na rahma zinateremka za Allah subhanahu wa ta'ala, ukiomba pale basi kuna uhakika mzuri zaidi wa kukubaliwa maombi. Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wa anta sajid, na hali ya kuwa umesujudu, au katika siku bora kama vile siku ya Arafa, au katika mwezi ulio bora, mwezi wa Ramadhani, na mfano mambo kama hayo, au nyakati kama hizo. Kizizingatia nyakati hizo, basi pingine Allah subhanahu wa ta'ala akayakubali maombi yako. Kadhalika wakati wa baina ya adhana na iqama, kabla swala haijakimiwa, baada ya adhana, ule ni wakati mujarrab wa kukubaliwa maombi. Kadhalika ukaomba na hali ya kuwa wewe moyo wako kuhadhir, wajua unachokiomba, si kwamba sababu dua umehifadhi siku zote, rabbana atina fid dunya hasana, huku mikono yako umeipakata kwenye mapaja yako, hunyanyui mikono. Nyanyua mikono yako, iweke mbele ya kifua chako hapa. Usiweke mikono kama ukitaka nipe, usipotaka basi. Yani huna shida, rabbana atina fid dunya hasana, wala hauko, moyo wako haupo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah, fahamuni ya kwamba Allah hata ikubali dua inayotoka kwenye moyo wa mtu aliyeghafilika, aliyepuuza, yani wala hajui asema kitu gani. Dua alihifadhi tangu utoto, basi aisema tu. Kusudia hasa, fanya azima katika masala. Kadhalika usione haraka kwamba mimi bwana nimeomba lakini sijakubaliwa mpaka leo. Adamul istijal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, atakubaliwa maombi mmoja wenu muda wa kuwa hajaona haraka, hajaona kuchelewa, akawa yeye anavumilia juu ya maombi yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika maombi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia kuna mambo matatu. Si kwamba ukiomba ya Rabbi mimi naomba gari, basi hapo gari itakuja pap, imeteremka, hiyo gari chukua. Mimi naomba shamba, mimi naomba nyumba, la. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'ati rahimin, hakuna muislamu yoyote atakayeomba maombi yoyote ambayo ndani yake hakuna madhambi, sio dua ya madhambi, huombi kitu cha haramu, wala hakuna ndani yake kukata udugu, kwamba dua yako wewe ni kukata udugu, wewe na ndugu yako udugu ufe. Dua hiyo haina jambo hilo. Waomba dua nzuri, illa a'tahu Allah biha ihda thalath, isipokuwa Allah atampa kwa dua hiyo moja mambo matatu. Dua unayoomba utapata moja mambo matatu, maadamu imetimiza masharti yake na vigezo vyake. Jambo la kwanza asema, imma yuajila lahu da'wata, imma akamfanyia haraka maombi yako, ukajibiwa pale pale. Umeomba kitu fulani ukapewa, hii ni moja. Jambo la pili, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, imma Allah akamwekea akiba yeye akhira. Wewe si umeomba dunia, nataka mali, mali hatukupi wewe, jaza yako utaipata akhira. Wewe tukikupa mali utakufuru wewe hutaswali, wewe hutakuwa mtu mwema. Aidha ashakujua umeomba ya Rabbi, mimi hali nilionayo hii shida na njaa, wewe ukishiba wewe utakuwa na taabu. Kashakujua Mola wako, kwa sikupi ya Rabbi afu. Ukiwa na nguvu wewe utafanya mambo mabaya wewe. Kwa hiyo Allah anakupondolea ile dua yako, badala ya kukupa dunia akupa akhira. Miongoni mwa faida za dua, faida ya tatu, wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, na imma kumpondoshea yeye, kumuondolea jambo baya mfano wake. Kuna jambo kubwa baya linakuja mbele yako, likuwa likukute wewe waomba mambo mazuri, hujui kwamba kuna jambo baya mbele linakuja. Sasa ukasana waomba, ya Rabbi nataka hiki na hiki na kile, ya Rabbi niwafikishe mimi safari hii, mimi niende mimi. Allah anakuambia wewe huendi huko unakokwenda, wewe ni kubaya kwako, na kuondoshia jambo hili.
Kwa hiyo ukaona mbona mimi nimeomba sikupewa? Kuna jambo baya, wewe umeondolewa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema maneno haya, maswahaba wakashangaa kidogo, wakasema qalu idhan nukthir, wakasema ya Rasulullah, basi tukithirishe kuomba sana. Akasema Allahu aktharu, na Allah ni mwingi wa kuitikia.